Nilibaki nimesimama nimeshika simu yangu mkononi. Nilichojua huu ndio ulikuwa uamuzi wa maisha yangu. Na ndoto niliyoota iliisha nionya. Interview ilikuwa ni saa 3 kamili asubuhi, lakini rafiki yangu alinihitaji mida ya saa 2 asubuhi. Nikaangalia saa, ilikuwa ni saa 1:47 asubuhi. Nikanyanyua simu na nikapiga kwenye kampuni. Nikawaambia, "Samahani, sitoweza kufika leo." Baada ya hapo nilinyanyuka na nikaondoka kuelekea moja kwa moja kwa rafiki yangu. Nilipokaribia nilimuona kwa ng'ambo ya barabara. Alivyoniona kwa furaha akipunga mkono akivuka kuja kuonana na mimi, ilitokea gari ghafla na kumgonga. Haikuwa mbaya sana, lakini kama asingepata msaada mapema, pengine hata angepoteza maisha. Alinitazama na kuniambia, "Bro, asante sana kwa kuja." Jioni niliporudi nyumbani ili kufungua simu, kuna email kutoka kwenye kampuni ilikuwa imeingia. "Tulifurahishwa sana na muonekano wako siku umefika. Hivyo tunaomba tupange siku nyingine ya interview yako." Usiku ule nililala tena na nikaota tena, lakini safari hii niliota nimefanikiwa na rafiki yangu akiwa hai. Lakini kulikuwa na kitu kibaya zaidi, kwa sababu nilikuwa peke yangu. Watu wote waliokuwa karibu yangu walikuwa wameondoka. Nikasikia sauti ikisema kwenye ndoto, "Maisha sio kuchagua mafanikio au watu, bali ni kujua nani wa kukubeba pale unapopanda." Nilipoamka asubuhi, nilimtext rafiki yangu na kumwambia kuwa tutafanikiwa pamoja. Mafanikio bila watu ni upweke uliopambwa. Usikose part 3. Pia usisahau kucomment, kulike na kushare.